Unajiuliza, biashara yangu ipo barabarani au duka langu liko barabarani, lakini wateja wanapita biashara yangu au duka langu na kwenda kwenye biashara ya jirani au duka la jirani, tena lilolificha ndani. Kweli ni kwamba biashara haiendeshwi na bidhaa ulizo nazo, bali biashara inaendeshwa na ardhi uliosimamishia biashara yako. Na ulipopanga kwenye ardhi yenye kifungo, basi ulipalilia laana badala ya kutengeneza faida. Fahamu ya kuwa ardhi ina macho, ardhi ina masikio, ardhi ina kinywa. Katika Yeremia 22:29 inasema, nchi isikie neno la Mungu, kwa maana isikie sauti ya Muumba. Na katika Mwanzo 4:11 inasema, Kaini, katika ardhi hii umelaniwa, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. Na katika Kumbukumbu 30:19 inasema, nchi na mbingu vitashuhudia. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kwamba ardhi hiyo unayoikanyaga ina macho, inakuona, ina kinywa, inaweza ikameza biashara yako, na pia ina masikio, inasikia kila kitu ambacho muovu anaweza katamka kwenye eneo la biashara yako. Je, utagunduaje au ni dalili zipi ambazo utaziona ili ufahamu kwamba ardhi hiyo unayofanyia biashara ina shida? Moja, upofu wa wateja wako. Wateja wanakuja kuulizia bidhaa hiyo na hawaioni na hawaingii ndani. 2, uzito. Unapofika eneo la biashara yako, unaanza kuhisi uzito wa ajabu ambao hujawahi kuonekana. Muda mwingine mpaka na kichwa kinaanza kukugonga. Fahamu eneo hilo, hiyo ardhi ilishatamkiwa vitu vya ajabu, inahitaji ukombozi. Jambo la 3, ghadhabu na chuki. Ukiona wafanyakazi wako wanagombana, wao wanagombezana wao kwa wao, au muda mwingine mpaka wateja wanaanza kugombeza wewe, ufahamu ya kuwa ardhi yako ina shida. Muda mwingine mpaka hata majirani zako wanaanza kukuchukia bila sababu za msingi, ufahamu ardhi hiyo ina shida. Jambo la 4, upotevu wa fedha. Ukiona mauzo ya kuanzia asubuhi mpaka jioni na jinsi unavyoanza kupiga mahesabu, unagundua fedha hailingani na mauzo yaliyofanyika. Ujue ardhi hiyo ina shida, inahitaji ukombozi. Ana jambo hapo. Jambo la 5, uharibifu wa mali. Ghafla unaanza kushangaa bidhaa zako zinaanza kuoza bila sababu za msingi. Ujue shida sio bidhaa, shida ni nini? Ni ardhi uliposimamishia biashara yako. Kwa hiyo ukiona hivyo, ufahamu ardhi yako inahitaji ukombozi. Sasa ufanyaje basi? 1, unahitaji kusimamisha toba ya hiari ya moyo kwa ajili ya kufuta dhuluma na damu na uchawi uliofanyika katika eneo hilo. Jambo la 2, unatakiwa kusimamisha toba ya utakaso, kusimamisha kutumia damu safi nyeupe ambayo ipo katika Ufunuo 11:6. Ni damu ya ajabu ambayo wengi hamuifahamu, kwa ajili ya kufuta damu zote ambazo zilimwagwa pale, damu za matambiko, damu za makafara na damu za kichawi za waganga na damu mbalimbali, ili damu moja ifanye kazi
ili fute ule uchafu. Jambo la tatu, simamisha toba ya haki. Toba ya haki ya Muumba. Katika Ezekiel 33:12 kuanzia 11 mpaka 12 inasema, haki ya mwenye haki haitamwokoa katika siku ya kukosa kwake. Kwa hiyo tunahitaji haki ya Muumba isimamishiwe katika eneo la biashara kwa ajili ya kufuta haki za manuizi, haki za kichawi, haki za waganga, haki za wasoma dua mbaya, tarasini mbalimbali na visomo mbalimbali, haki za mtu na madamu, ili haki ya Muumba isimame ikusaidie wewe. Wewe ambaye biashara yako inaendelea kupitia katika changamoto hizi ambazo nimezisema, tafadhali dondosha komenti yako hapo chini, andika neno ukombozi ili niweze kufanya operation ya ukombozi wa ardhi katika eneo lako. Asante sana.